على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. ما زلنا أيها المؤمنون نعيش معكم في هذا الموضوع بعينه، أن للإنسان بابا مفتوحا للرجوع إلى الله والإنابة إليه. bado tunaendelea kwa umuhimu wa kumi hili la pili na hili la tatu ambalo liko mlangoni. Turejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tutake sana maghfira, kwa sababu sisi ni wakosaji na hakuna ambaye ataipa nafsi yake tazkia kwamba yeye ni aslam min adh-dhunub wal akhta, amesalimika kunako madhambi na makosa. Sisi ni watu wa khatia katika yale tunayoyajua kwamba haya tumeyakosea, lakini yako mengine wala hatuyajui, tuyafanya tukidhania kwamba ni mema, hali ya kuwa ni mambo mabaya mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume, la tahqaranna min adh-dhanb, usidharau dhambi, fa innaka la tadri, wewe hutambui aya dhanbin aghdab inda Allah, ni lipi dhambi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu nyoshia vidole wenzi wao, yule mzinifu wa hali ya juu, yule mlevi, yule bwana qati'ur rahmi, mkata udugu, lakini yako mambo madogo madogo yeye anayo, yanaweza akawa ni hatari kuliko hayo ananyosha vidole. Kikubwa arrujuu ila Allah, kurejea mbele za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaka maghfira, kuomba maghfira sana, kama alivyosema msemaji, mwenye kupewa manne la yuhram an arba, hanyimwi manne. Man u'tiya dua la yuhramu al-ijaba, ukipewa dua ukawa una tabia za kuomba dua, basi elewa hunyimwi kujibiwa. Mungu hakunyimi, atakujibu tu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, pindipo waja wangu wanaponiomba mimi niko karibu, siko mbali. Ujibu da'wata da'a, naitika maombi ya muombaji. Idha da'ani, pindipo anaponiomba, na masharti yangu tu ayafuate hayo. Akiyafuata hakuna shida wala hakuna longo, yeye afuate masharti yangu. Fali yastajibuli, anitike tu, wali yu'minu bi, alafu aniamini mimi. Basi huwezi ukanaomba mimi alafu unashirikisha wewe. Huwezi ukanaomba mimi kumbe una Mungu asiyekuwa mimi. Wengine wanawaomba matajiri, wengine waheshimiwa, wengine makuhani na mfano wa hayo. Muitike yeye na umwamini. La pili, waman u'tiya ashukra lam yuhramu ziyada, lam yuhrami ziyada, mwenye kupewa tabia ya kushukuru hanyimwi kuongezewa. Wako watu hawashukuru, ndio maana mambo kila siku yanakwenda mrama, hayaendi vizuri, kwa sababu si watu wanaoshukuru, si kwa muumba wao wala kwa wale ahlul fadli wal jud, watu wa karimu, watu wenye fadli wamewasaidia, lakini watu hawashukuru. Yuko mtu anapita kana kwamba huyo mtu hakumwezesha, huyu hapati ziada. Wewe umepewa na ndugu huyo, bwana zaka yangu hii shilingi 500, tena unachukua sawa bwana, sawa. Kuna lingine hamna, basi inshallah tutaonana. Hata kusema alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadaka, namshukuru Mwenyezi Mungu yule ambaye amekuongoza wewe kunipa pesa hii, tabia hii haupati ziada. Mungu atakunyima ongezeko la kile ulichokipata. Wa man u'tiya at-tauba lam yuhram al-qabul, na ambaye kapewa toba, kapewa toba, yani kapewa kutubia, hanyimwi kukubaliwa. Mwenyezi Mungu yakbalu tauba an ibadi, akikupa tabia ya kutubia, unaelekea kwa Mwenyezi Mungu kwa toba, basi elewa Mwenyezi Mungu lazima akutakabalie toba yako. Lakini la mwisho, wa man u'tiya al-istighfara lam yuhramu al-maghfira, mwenye kupewa tabia ya kusema astaghfirullah 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 hanyimwi kupewa msamaha. Allah atakusamehe
Kwa hiyo kipindi ni hiki, wakati ni huu, tunakaa katika misikiti, tunakesha kufuata sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kana idha dakhala ashrul awakhir min Ramadan ahya al-laila, Mtume alikuwa ukiingia 10 hili la mwisho la Ramadhan anakesha, anauhuisha usiku, wa aikadha ahla, na anaiamsha familia yake, wa shadda mi'zara, alafu anafunga kibwebwe Mtume sallallahu alaihi wasallama, si yeye na familia. Sasa wewe mwenyewe anza, jipinde, pambana. Hauwezi ukaipata pepo kirahisi. Inna sil'ata Allahi ghalia, bidhaa hii ya pepo na sisi na Mungu ni ghali sana. Wa anna sil'ata Allahi aljanna, na bidhaa hii ni pepo. Ndugu yangu, hili ni 10 ambalo lina moja ya usiku mtukufu sana kupata kuonekana katika historia ya walimwengu, nao ni Lailatul Qadri. Unapatikana kwenye 10 hili, ukukute hali ya kuwa umesimama qiyamul layl, swala ambayo ina fadhila kubwa sana sana. Mtume sallallahu alayhi wasallama aliambiwa, wa'lam, jua, anna sharafa almu'min, hakika ya utukufu wa mu'min, qiyamuhu layl, ni kusimama usiku, wa izzuhu, na heshima yake, istighnauhu anin nas, ajitosheleze na watu. Hakuna kitu kibaya kama kuwa dhalili kwa watu, waomba, kila siku ni mtu wa shida, kila siku ni mtu wa haja. Mtume Muhammad aliambiwa hili jambo halifai kwake na kwa umati wake. Mtu ajitahidi kumwomba Mwenyezi Mungu amnyime yote, lakini asimnyime kusimama usiku, lakini pia asimnyime amwepushe na hali ya yeye kupita kila wakati akiwa na shida na haja. Ampe izzatu nafsi, nafsi iliyokuwa ina heshima yake, hiyo nafsi pendwa, nafsi nzuri. Sio kwamba mlango wa kuomba umefungwa, hakuna. Allah anasema, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum, katika mali za hawa matajiri iko haki ya mwenye kuomba na yule ambaye ana shida lakini kajizuia. Ndugu zangu, ila kuomba kuna utaratibu wake na kuna wakati wake na kuna hali yake. Sio kila hali wewe waomba tu hujulikani tajiri. Kuna wengine ana pesa bado anaomba tu, yani hatosheki, alafu anaona ile imekuwa kama vile kawaida, ameshazoea sana mpaka imemlemaza. Yeye anaomba tu, anatajirika, yeye anaomba tu. Alikuwa ana 100,000, ana 500,000 anaomba, ana 500,000 anaomba. Wewe hutakiwi kuwa na hali hiyo. Hili jambo, masala ni jambo ambalo Mtume amelipiga vita sana, kwa sababu linatia unyonge, linatia udhalili, linatia fedheha, lakini lipo kwa utaratibu wake na kwa aina ya watu wake. Ndio maana kukawekwa milango ya kuwapa watu, milango ya kutoa zaka, milango ya sadaka, kwa kuwepo watu hao, lakini kuna utaratibu. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturuzuku maghfira, aturuzuku tauba, na atakabali sadaqa zetu, na asamehe makosa yetu. هذا وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله بالصلاة والسلام عليه في محكم تنزيله، حيث قال عز من قائل، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن أزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفقنا الحق إلى الطريق المستقيم، واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك بالليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.